Sikiliza, unaweza kujidharau leo kwa sababu ya mazingira yanayoonekana, na Mungu ameruhusu uonekane hivyo kwanza, kwa sababu kabla hujawa mtu mwenye nguvu lazima uwe dhaifu kwanza. Mungu hajawahi kuinua watu walio na nguvu. Siku zote Mungu anawainua walio dhaifu, watu ambao hawategemewi kwa chochote. Hao ndio Mungu anaowafanya kuwa wakuu zaidi. Mungu wainua wanyonge ili kuwaibisha wenye nguvu. Vile unavyoonekana kuwa dhaifu leo, ndivyo Mungu alivyokusudia kuwaaibisha wale wanaonekana kuwa na nguvu mbele yako. Unaweza ukawa umestuck kwenye position moja kwa muda mrefu. Vita ni vingi kazini. Kila unapojaribu kufanya mambo ya kufanya kazi iende vizuri, watu ndipo wanapoleta maneno. Unajitahidi kuonyesha umaridadi wa kazi, watu wanasema huyu anajifanya, huyu anataka aongezwe cheo. Na ukweli mbele ya macho yako unaweza ukashuhudia watu walio kwenye nyuma yako wanapandishwa cheo, wanapewa mishahara mikubwa, na wewe ukabaki umestaki mahali pamoja. Nataka nikwambie ni swala la muda tu. Nasikia Mungu akisema hivi, ukurasa mpya wa maisha yako unakwenda kufunguliwa kuanzia sasa. Mambo yanayokwenda kutokea mbele ya macho yako katika siku za usoni yatawasha watu masikio. Wakati ulipokuwa unashindwa kulipia chumba kimoja shilingi 50,000, mwenye nyumba akashindwa kukuvumilia, akaamua kukuondoa. Atarajie kuona hivi, wakati anapokupa notice ya kutoka kwenye chumba kimoja, wewe uliyekuwa unashindwa kulipia chumba kimoja utaenda kukaa kwenye self na utaweza kuilipia vizuri, tena kwa namna ya tofauti. Nimeyashuhudia hayo, na mimi najua ndivyo Mungu anavyokwenda kukufanya. Unaenda kufanya kuwa mtu wa tofauti, sio yule aliyekuwa dhaifu. Si kwa sababu ya nguvu ulionayo, bali kwa uwezo wa Mungu atakupeleka mahali ambapo unapaswa kuwa.